Yes, mtazamaji wa Pamba TV, leo tunaye winga wa mpira Ben John na Kibinge, na hapa tuna mambo yetu mawili ya kuzungumza naye kutokana na kilichotokea majuzi na siku za huko nyuma. Ben, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Kabisa. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri. Bana, tuna story zetu kama 2-3 nataka tupige hapa. Kwanza hongera kwa mchezo wa juzi dhidi ya klabu ya Azam. Asante sana. Kwa kifupi kabisa, hivi mechi ilikuwaje? Tuseme mechi ilikuwa nzuri kiukweli. Ukiona kila mtu kajitolea hiyo siku na watu walijua kwamba itakuwa mechi ngumu, lakini kila mtu kajitolea na Mungu katublesi. Watu walikuwa na siku nzuri kazini. Tumefanikiwa, yani kusema kifupi tumefanikiwa hiyo siku. Kwenye mchezo dhidi ya Azam ulianzia nje kwa maana ya kupata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini baadaye ukaingia na ukaweza kufunga bao. Baada ya kufunga bao ulikimbia mita za kutosha kutoka pale ulipofunga kwenye lile goli mpaka nje pale kuwafuata mashabiki, mkaanza ku have fun. Nini ambacho kilifanya ile moment ikaweza kutokea? Kwanza ni jambo la kushukuru washabiki wetu. Msimu huu walitupush sana, wametusupport sana, wametuamini sana msimu huu. Yani ndio maana kwenda pale ilikuwa kama kuwapa vibe, kwamba kuonyesha kwamba tunawashukuru huku uwanjani kwa kujitolea kila siku kuja kutuangalia, kushabikia, kwa sababu unajua shabiki ni kama mchezaji wa 12. Kila anapokupush pale uwanjani na wewe unapata zile nguvu, unapata morale kujipush uwanjani. Kwa kama vile kuwashukuru. Okay. Jambo letu la mwisho kwako ni staili yako ya ushangiliaji. Kwa faida ya mtizamaji, tutamuonesha magoli ambayo umeyafunga, alafu kwenye yale magoli hiyo staili ndio umekuwa ukiipiga. Sasa hapa hebu ipige live hiyo staili, alafu sisi tutakuuliza. Kwani yani hiyo staili inamaanisha nini? Yani ilitokeaje mpaka ukawa sasa kila ukifunga bao hiyo ndio staili yako ya kushangilia? Yani ile staili ni kama nyoka. So unajua nyoka ni mzuri chini kuliko juu. Sasa so unajua hata washikaji hapa wanakuwa wananisema Beni kwenye kichwa hawezi, hajawahi kufunga kwenye kichwa. Kwa hiyo nakuwa naambia mimi sio juu, mimi ni kama nyoka napitia chini. Kwa hiyo ni message na ilikuwaje? Yani ni tangu unaanza hiyo staili ama ulianza kuitumia muda gani, au baada ya kuwa unaambiwa hivyo kwamba wewe hauwezi mipira ya juu ukasema wewe ni chini? Nini na ulianza muda gani? Muda mrefu naitumia, hata ukiona kwenye goli zangu za Tabora nilianzia Tabora kule hivyo kwa muda mrefu naitumia. Kuna yani hizo wananisema semaga sana wakina Najimu wanangu. Kwa hiyo nakuwa naonyesha kwamba sio kila mtu apite juu, wengine wanapita chini. Okay, kwa ndio maana unaweka huo mzigo. Kwa faida ya watazamaji, ipige tena hiyo waione vizuri. Bana, wakati tunamalizia interview kuna shabiki yako mkubwa sana Bwana Songa, karibu hapa kidogo watu wakuone. Kuna shabiki yako mkubwa sana. Sasa yeye miongoni mwa ndoto zake ni kuonana na wewe na kupiga walau story 2-3 na yeye. Huyu bwana anaitwa Bwana Songa. Huyo Bwana Songa, huyo ni shabiki yako mkubwa sana ambaye amekuwa akikusupport sana. Sasa Bwana Songa, Bwana Beni huyo hapo, una nini cha kumwambia na kwa nini unamkubali sana? Umwambie alafu sisi tumalize interview yetu. Sawa. Kwanza Beni, hongera sana. Asante sana. Hongera sana, umekuwa na wakati mzuri. Kwa maana ya kwamba kocha akikupa nafasi huwa unatumia zile nafasi, aidha kama sio kufunga basi kutengeneza hizo nafasi. Kwanza mimi nikupongeze kwenye hilo. Asante sana. Pia nakubali kwa sababu mara nyingi umekuwa game changer kwenye karibia mechi zote ambazo umejaribu kuhudumu hapa Pamba. Kwa hiyo mimi nikiwa kama shabiki yako, kwanza nilikuwa nakuombea tu kwa Mungu, manake kitu kikubwa akuepushe na majeraha. Asante sana. Hicho kitu cha kwanza. Pia kitu kingine, jaribu kuongeza juhudi hapo ulipofikia hapo, uongeze zaidi ili kesho kutwa tufikishe mbali sisi mashabiki wa Pamba na tujivunie Pamba na Mwanza yetu. Asante sana. Bana Beni, kwa kifupi kabisa kwenye kile ambacho amekisema shabiki yako, nini ambacho unaweza kukizungumza? Kwanza ni jambo la kumshukuru yeye kama yeye. Najua labda watu wengine
kama yeye wapo wengi labda siwezi kusema kwamba na hakika, lakini hiyo inakuonyesha kwamba ukiwa uwanjani kuna watu wanafurahia kazi wanafanya. Na kitu kama hiki kinakupa kama motivation kwamba kuna watu ambao wanatoka kwao, wanaacha kazi zao, wanakuja hapa uwanjani kushabikia wewe na kusupport. Kwa hiyo hili jambo ni kubwa sana kwangu Moses, kuficha. Ni kama motivation kwamba nikienda pale uwanjani kuna watu wananitegemea, kuna watu wananitazama, kuna watu wana matumaini na mimi. Kwa mjomba, naomba nikushukuru sana. Na nakwambia kila nikipata nafasi nitajitolea kwa uwezo wangu. Mungu akinisimamia labda wote tutafanikiwa. Sawa. Beni, tumalizie interview yetu, zungumza na mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji, achilia mbali mashabiki wako ambao wengine kama hawa unakutana nao, lakini wengine wamekuwa wakizungumza huko nje. Nini ambacho unawaambia mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji na mwenendo ambao tumekuwa nao binafsi wewe kama wewe, lakini pia kwa jumla kwa team? Yes. Okay. Kwanza naomba niwashukuru kuanzia kwa viongozi wa Pamba Jiji, makocha wa Pamba Jiji na mashabiki wa Pamba Jiji, jinsi wamesupport wachezaji wote kwa ujumla. Na nafikiri mwaka huu kidogo timu imepanda kiwango ukilinganisha na msimu uliopita. Kwa sisi tunawashukuru sana washabiki wetu, na tunawaahidi tutaenda tena kupambania Pamba Jiji ipate mafanikio makubwa kuliko hata tulipo sasa hivi. Yes, huyu alikuwa ni winga wa mpira Ben John Nakibinge, lakini pia tumemwezesha Songa Madini, yeye ambaye ni shabiki mkubwa wa Ben John Nakibinge, wameweza kukutana. Inawezekana na wewe star wako wa klabu ya Pamba Jiji akawa ni James Mwashinga, anaweza akawa ni Peter Lwasa, anaweza akawa ni Najimu Musa, ama mchezaji mwingine yoyote kwenye klabu yetu ya Pamba. Ndoto za kukutana na star wako kwenye klabu ya Pamba Jiji tunazo sisi, na bado room ipo. Inawezekana kesho ukawa wewe au ukawa mwingine. Endelea kutufuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube. Naitwa Moses William, msemaji la Boli. Chao.